Basi sasa simunipatanishe na huyu pipi yangu namba 6. Ekiti tulipatana naye kwa mganga. Nilikuwa nimeenda kuroka pipi yangu ule wa kwanza. Ndio tupate ile kifungu pato sichafungulia watoto. Hata yeye alikuwa amekuja kwa mganga kuroka ex wake. Imagine kiti mganga siku hizi amekuwa Gen Z, mganga amekuwa .com bwana. Si ndio? Kwa maana kiti mimi nimeenda pale kufanyiwa ukanga. Mkanga badala hata aniitishe kuku nyeusi yenye iko na matoatoa. Mkanga anaanza kuniitisha ati nimletee iPhone 17. Mara nimletee tablet. Mara ati nimletee smart TV. Ile iko na Android. Sasa sini hapo ndio tukaenda nje na Nyapoke, huyo pipi yangu namba 6. Tukasemezana mawili matatu ikapite tuingie collab. Sasa kiti sinakuambia hapo the rest was history. Mahali shida ilitokea ni wakati tulienda na yeye kwangu. Nyapoke alinishitua. Mimi nakwambia Nyapoke angeweza kula zimbetetia. Unajua zimbetetia? Hii mahindi yenye imekarangwa. Mimi nakwambia akipomoa zimbetetia naongeze maji. Kiti mimi nakwambia tumbo yake ilikuwa inakuruma kama hiyo generator ya diesel power. Hata unaweza hata siku ya kwanza nilitani nikamwambia hey pepe, simu yako ina vibrate, shika simu. Akaniambia hapana ati ni tumbo. Hata nilishtuka. Sasa kitu yenye iliniharibia kabisa, nilikwambia mimi nakuanga na karia mingi sana. Nilikwambia apart from kukua muisi kiti. Mimi pia ni mtu nimeshikilia injili. Neno ya Bwana nayo nimeshikilia. Kiti ikifika tu wakati wa kuenda pinguni, Zayuni. Ndani ya maziwa na asali ni komo. Count me in. Sasa shida ni kiti wakati tulikuwa tunalala. Nyapoke anangorota bwana. Kiti hata mpaka ilibidi nimfukuze kwa sababu kiti kama mtu anangorota na volume ya juu hivyo, tarumbeta ikilia ndasikia aje. Ni hayo tu.